Naam, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Fantasy TV popote pale uliko ambako unaendelea kutufuatilia mubashara, na mimi ni sio na ziada na mambo mengi ya kuweza kuzungumza. Nikukumbushe tu kwamba kuendelea kusubscribe, like, share na kucomment ili uendelee kuwa wa kwanza kupokea yote yale ambayo Fantasy TV inaendelea kukuletea. Na mbele ya skrini ya Fantasy TV tunaye mtu mwingine hapa, atakwenda kujitambulisha na utakwenda kumfahamu kwa urefu zaidi. Habari? Salama ndugu. Wana Fantasy TV wangetamani kujua majina yako. Kwa majina yangu mimi naitwa Mfaume Mkucha Golfe. Ndio. Kama vile kocha msimamizi wa timu ya Black Eagle. Leo kocha, nimeshukuru sana kwanza kuwepo na kocha hapa kwenye skrini ya Fantasy TV. Na tungetamani kwanza kujua maandalizi ya mchezo huu wa leo. Kikosi umekipangaje? Mimi kawaida kabisa timu yangu naiamini vizuri sana. Kuanzia mazoezi na mpaka kwenye kikosi changu cha kwanza kwenye mechi hii nakiamini sana, naamini ushindi tunao. Sina wasiwasi kwa maana kuanzia namba 1 hadi 11 wachezaji wangu wako vizuri sana. Naam kocha, tungetamani kujua kwa sababu mchezo uliopita nilisikia kwa mbali kama mlipata matokeo na wenzenu, ina maana majirani Rock Island walipigwa magoli 2-0, na nini tutarajie leo, kwa maana wenyewe wapo Michigan, wapo uwanjani kwa muda huu? Naamini kwamba timu hii badala ya mimi kuwa kocha sasa hivi ndio timu iko vizuri kwa maana wachezaji wako kwenye misimamo kama vile mchezaji hawachezi mazoezi kama vile wanavyoenda kucheza mazoezi kama mengine. Tukifika tunaanza kupanga tunacheza. Lakini kufika lazima tupige viungo, tupane michezo tunachezaje na mawaidha vile vile. Hapo naona timu inanyooka na timu iko kwenye viwango vizuri kwa maana kufungwa na kufunga ni matokeo ya mpira. Kwenye mpira kuna matokeo matatu. Kuna kufunga, kufungwa na kudraw. Yaani kama wewe ni mchezaji wa mpira, mpenzi wa mpira, uelewe kwamba kwenye mashindano ya mpira kuna vitu vitatu vya kutegemea kutokea. Kwa hiyo ili timu ifunge na ifungwe, hayo ni matokeo ya mpira. Yes kocha, tungetamani kujua kitu kimoja. Vipi tutarajie dabi kati yenu ya Black Eagle na Rock Island FC? Naamini kwamba sisi pamoja na kikosi changu au na kamati yangu tunapangilia siku gani tucheze siku moja na watani wenzetu wa Rock Island team, kwa maana hiyo mechi itakuwa na shambra hata majirani kutoka Masiri fulani watakuja kuangalia, kwa maana ni timu ambazo ziko ni majirani kama vile Simba ya Yanga, kama vile watani ni. Yes. Kwanza tungeomba utupatie dondoo kidogo. Je, mtakapopangwa kwa namna ambavyo maandalizi ya kikosi chako ni kizuri sana, je, una asilimia ya kuweza kuwafunga? Mimi sina mashaka kabisa kwa maana hii timu yangu naiamini. Hata tukutane watu waamshe hata asubuhi kwamba twende tukacheze na hakika nitawafunga. Naam, kwenye pre-season ambayo nilikuwa nikihudhuria pale mazoezi yenu na ya Rock Island FC pia, lakini pia nilijaribu kuongea na wachezaji walikuwa wanatamani kuweza kucheza dabi, lakini wanalalamika sana kusema kwamba shida ni kwenye viongozi, wakiandika barua watu hawajibu. Kweli hii imekaaje? Shida sio uongozi, lakini shida ni timu mbili. Unajua shida gani ambayo tunaweza kusema ni timu mbili? Kwa sababu hapa unajua sisi tulikuwa ni timu moja kwa kwanza. Badala kuwa timu moja tulikuwa tumegawanyika vikundi viwili. Hiyo timu ikaenda huko, basi kuna kale kandani kwamba hili timu mbona tuliamini, wengine ndio timu tunaweza tukawafunga. Kwa hiyo kuwa timu mbili sio kwamba ni tumefanya ni ugomvi, bali ni kutengeneza vipaji wa wengine ambao labda walikuwa mabenchi wapate kuinuka pia, lakini kucheza nao mpira naamini kwamba matokeo ambayo yanaweza katokea kati ya sisi na wao yatakuwa tunaweza tukawafunga watu kwa drone, lakini mimi na uhakika kama timu yangu na wako kuwafunga. Vizuri sana kocha, sisi tumeshukuru sana, na hii ni Fantasy TV na tunaendelea kupewa nguvu kubwa mno na shirika la Comfort Orphans Foundation ambao ni shirika la kusaidia watoto yatima, wajane na wasiojiweza. Wanapatikana Kenya, Tanzania na Burundi. Hivyo tunaendelea kusikiliza kocha, kwa neno moja la mwisho. Kocha, tungetamani kusikia neno moja kutoka kwako, haswa kwa namna ya shauri kwa bifu ambazo zimekaa hapa kwa mashabiki, kwa wachezaji kutokusalimiana, kuonana kama adui. Vipi? Unaweza ukawashauriaje kwa namna hiyo moja au nyingine? Kwanza nataka niwashauri kitu kimoja kwamba wajue mpira ni fair play. Yeah. Mpira ni kufurahisha, ni sehemu ya michezo kufurahisha, wa kufurahisha yani. Yaani tukiweka ule bifu, kuna watu wanaweza kaweka bifu kwenye uwanja, lakini tukienda mitaani huko tusalimiane tu. Kwa maana mpira sio magomvi, mpira ni furaha ya moyo na kufurahisha kila mmoja. Hicho naweza nikaomba tu wasiwe na mabifu ya kusema kwamba kwa sababu tumekuwa timu mbili ndio tuwe na mabifu. Tunataka tukaweka bifu kwenye mpira ndani ya uwanja, lakini tukiwa mitaani sisi ni watu wa familia moja, maana tunaishi kwenye siri moja. Hii ni kwa siri yetu tunaipenda.
Kwa hiyo tuwe pamoja sana. Okay, neno moja kwa wana Funnest TV ambao watakwenda kutufuatilia muda wote ule tutakaporusha kipindi hichi mbashara. Sawa, mimi cha kwanza nitasema kwamba Mungu awabariki sana. Kwa maana mlipopata maono haya kusema kwamba hapa kuna vipaji, hapa kuna watu, lazima pawe na watu wa kufuatilia matokeo yanayotokea kwenye kwa asili yetu. Kuna watu wanaweza kwenda kwenye uzazi mkafuatilia pale, hapa kulikuwa kitu fulani, watu wakajua kwamba toka lini sasa hivi palikuwa kitu fulani. Kufikia hiyo, Mungu awabariki sana. Na tutazidi kuwafuatilia na Mungu awape afya njema ili mzidi kuwa na nafasi ya kufuatilia ni sehemu kunakokuwa matukio mbalimbali ili tuwe tunayajua hapa kwa asili yetu na sehemu mbalimbali. Asanteni. Ndio, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Funnest TV, huyu ni kocha wa Black Eagle na leo wako uwanjani hapa waikaribisha timu jirani ambayo ilitokea maeneo ya Chicago. Yes, na hii ni Funnest TV. Nikukumbushe tu kwamba kuendelea kusubscribe, sina la ziada. Tukutane kwa wakati mwingine. Asante sana kocha.